Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Time keeps ticking, time keeps ticking, time keeps ticking on me. I'm on the last train home, and I see you, darling. Won't you wait for me? I'm on the first train home, I'm on the first train home. My name is Shiro Joyce. I am here to wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year 2022. Be blessed. It has just struck 1 p.m. East African time right here from Kenya's heart, Nairobi. And a very good and warm welcome to our news bulletin here at 1 p.m. at Sky Cable TV Kenya. My biggest hope is that your day is faring on very well. I am Wanjiku Njau. A young 23-year-old man from Mwingi has committed suicide after his motorbike was stolen. That was his only source of income. He has left behind a wife and also two young babies. Na wakati aliibiwa motorbike ndio aliniambia yeye amekasirika sana, na sasa akaniambia kwanza atapumzika kazi. Sasa hakuna kitu kingine aliniambia. Hata saa 6 saa 5 hivi tulikuwa na yeye, akaniambia tutaongea jioni. Sasa mimi nilikuwa kwa nyumba kama na relax after job. Sasa ndio bibi yake akakimbia akaniita kama analia. Sasa ndio nikakuja kumwangalia, nikapata kama amejinyongea kwa mbavu ndani ya nyumba yake. Leo saa 12 amekuja kwangu akaniambia mtoto analia kwa nyumba. Tukatoka nje tukaenda tukafunja kifuli kuangalia. Tukakuta mtoto kwa kitanda na bwanake ako kwa mbavu amejinyonga. Sasa hakuna kitu kingine tumeona hapo isipokuwa bwanake amejinyonga, na tukapiga ripoti kwa polisi na wakakuja kwa nyumba kumchukua mwili wake. Niliamka vizuri, tukaprepare breakfast kama kawaida. Mimi kwanza nikamwacha hapo, nikaenda kazini, nikamwacha na mtoto kawaida, nikaenda kazini. Nikifika ndo nilikuja nikakaa hapo nje nikidhani ako hapo tu ameenda shughuli alafu anakuja. Kumbe yeye ako hapo kwa nyumba. Nikaomba majirani, nikapunja kifuli, nikiingia nikakuta mtoto kwa kitanda anacheza na amejinyonga hapo kwa bathroom. Niachia watoto wawili, mmoja ako na miaka 3 na miezi 5, mwingine ako na miezi 4. Children from a children's home in Kitale, Trans Nzoia County are in joy after a group of well-wishers spent time with them at the home. They are now urging parents to avoid throwing their kids away because of disabilities. Saizi changamoto yenye tuko nazo ni farm. Tuko nao watoto wengi sana. Na dome yenye tuko nayo ni hiyo na imejaa. Saizi tuko na watoto 217. Wengi, most of them ni walemavu. Wenye wako tuko na mpaka wale abandoned, na wenye wako lost and found hao nje utawapata wako normal, but wengi wao ni wenye wako na disabilities. Sasa hiyo nyumba imejaa saizi, tunahitaji
a bigger farm, sababu hii penye tuko ishajaa. Na hatuna space ya kuongeza kama hata ni dormitories ama nini, space hakuna kabisa. Cases zenye ziko hapa mingi ni abandonment cases. Hiyo ni mzazi anapata mtoto na abandon hospitali. Sasa mostly huwa tunawatoa hospitali, tunaitwa hospitali kama district hospital, ni county hospital. Alafu tena MTRH, tuko na cases mingi kutoka MTRH, tunaitiwa mama ameacha mtoto. Akiona mtoto ako na ulemavu ama ako na shida fulani, anamwacha tu hospitalini. Mimi ningependa ku-call upon Kenyans wote ambao wanatazama mahali penye mpo na East Africa nzima. Kuna mahali pema pa kupanda mbegu zako ama mahali pema pa wewe kusaidia hawa watoto. Mtu mmoja hawezi kusaidia hawa watoto peke yake. Mikono mingi inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika kuwasaidia pamoja. Ningependa kupeana ushauri kwa wazazi. Ukimzaa mtoto ana ulemavu, usimtupe. Tafadhali, kama kuna ugumu unaongea. Kuna watu ambao wanaweza kusaidia yule mtoto badala wewe kumtupa. Watu wengi ambao tuko na hapa Precious ni watoto ambao wametupwa, wanaokotwa kwa fence. Wengine wazazi wanajifungua kama amemwacha hospitali, ametoroka ameenda. Hizi cases kuna watu wanaweza kusaidia hawa watoto. Kwa hivyo usimtupe mtoto. Mtoto ni sawa tu na ule mtoto mwingine. Following a big rise in criminal acts from the coastal region, John Elungata has now vowed to put behind bars anyone that will be involved in any criminal act or in any criminal gang that have been formed in the area. Asante sana. Nashukuru sana bwana RC. Nashukuru kazi yako. Tunataka security kwa haraka sana, kwa sababu Tana River inachipuka wakati ya election mara mingi, na sasa hivi tunaelekea wapi? Election. Na mara mingi kiongozi ndio wanachochea wananchi kwa sababu ya maslahi ya binafsi. Kwa hivyo tunaomba nyinyi wananchi mkue alert, hakuna kiongozi anachochea ninyi, mkichochea msikubali. Wale watu wanafanya mambo yao mchicharaka hapo, at radicalization of the youth. Hawa ni youth gani? Ni watoto wa kina nani? Hawa ni watoto wa kina nani ambao wanaenda hapo kufanywa radicalization? Mzee, kama huyo mtoto ni wako na umsemi, utajua wewe ndio umemtuma huko. Mbona tukubali watu wetu kwenda kupotoshwa na watu? Anaambiwa tu mambo ambayo hayafai. Kwani nani hataki kuishi Kenya? Kwa hivyo yule mtu anafundisha watoto ati hii Kenya ni mbaya, sijui inafanya nini, sijui inafanya. Mtu kama huyu ni mhaini, anastahili akamatwe na ashtakiwe. Acha tushirikiane tujenge Tana Delta yetu. Tusaidiane na mheshimiwa. Tarehe 3 nitatuma regional director wa vitambulisho. Mwenyewe aje hapa. Kila mtu ambaye ana tatizo la kitambulisho chake afike wapi? Hapo. Na atakuwa amebeba vitambulisho ambavyo vimekuwa tayari, na atakuwa anakuja na record ya waiting card. Have you been vaccinated? Do you have your vaccination papers with you? Well, if you don't have them, then you cannot gain entry to the Junction Mall. Following the government directive on COVID-19 measures, the Junction Mall has now put in place measures to provide COVID-19 vaccination proof at the entrance of the mall as a precaution following the rise of COVID-19 cases in the country. And I was going to change my DSTV decoder, which is inside this mall. So and on the gate I was told to give my vaccination details. Luckily I was having them directly in on my phone. That's the first one. Okay. So I was allowed in. So many people were turned away because they didn't have the certification. So
I'm also telling everybody who is coming to the mall to get his certification, ready with him or her, because he'll be turned away. For the government is the one that brought in the medicine, and people are being vaccinated free of charge, and Corona is with us here. I tell you, on December last year, I was admitted at Coptic, and that thing is real, and people are suffering. You suffer body and you suffer your pocket, so it's better for everyone to take this serious and get vaccine, and let's fight this enemy. It's like, you know, we've passed a lot of hard times. Hope you don't make me. .406 acres land wrangles in Chemtabi, Webuye East that have been going on for a while now have been shunned by Eugene Wamalwa on his visit, as he issues a stern warning to the politicians of the area that are using the piece of land to play politics. Have been compensated for the damages caused by the previous government. Sisi community ile iliumia hapa Chetambe. Hii community ilipoteza shamba Lugari. We have never had somebody to present our views with the British government so that they can look into compensation of our community. But because you are there, naamini ya kwamba ripoti yetu itafika kwa British Embassy. Tuweke kando differences zetu za siasa for the sake of watu wa Chetambe, for the sake of mashamba yetu ya Chetambe. Na ninashukuru waziri Eugene, kila wakati akija hapa huwa anasimama analenga kusaidia watu wa nini? Wa Chetambe. Msiwache wanasiasa tena wakuje waanze kuleta masharti ama kuleta siasa kwa mambo ya Chetambe. Na leo niko hapa on behalf of my brother colleague CS Tobiko kuomba the Takuso elders, viongozi ambao wako hapa na jamii ya Watachoni. Mambo haya yako mikononi mwa serikali tayari, na tuko tunaendelea kutekeleza directive ya Mheshimiwa Rais. Leo nataka niwaombe msiruhusu wanasiasa walete siasa kwa mambo haya. Sawa sawa? Sababu mimi najua tumekuwa na shida ya Mumias. Juzi tumekuwa na an investor 5 billion anataka kuweka kwa hii mashini yetu ya Mumias. Wanasiasa wakaanza kelele, wakaanza kupiga mayowe, mpaka huyo investor akatoroka. Wanasema kelele za chura hazizuii ng'ombe kula nyasi, kunywa maji. Lakini kelele za wanasiasa zinaweza zuia maendeleo kuja hapa kwenu. And with that story, we come to the end of our live bulletin here at Sky Cable TV Kenya. Thank you for tuning in and watching until the end of our bulletin. Don't forget to follow us on all our social media platforms and keep the interactions going at Wanjiku Njau and also at Sky Cable TV Kenya. I wish you a very lovely day and happy holidays right here from Sky Cable TV Kenya. I'm Wanjiku Njau.